Kuna vitu vitatu Mungu anahitaji kutoka kwako. Wakati huu unangojea akufungulie milango. Wakati huu unangojea atende miujiza ndani ya maisha yako. 3 things that Mungu anataka. Number 1, Mungu anataka patience ndani ya maisha yako. Kuwa patient, kuwa mvumilivu kwa kumngojea Bwana. Masaini huwa tunasema taiye atua lolorongana kwa wanyitaya. Kage miago atua lololo wanyisho. Yaani inamaanisha nini? Kuwa miongoni, ni bora kuwa miongoni mwa wale watu wanangojea wageni. Yaani wanangojewa kama wageni kuliko kuwa miongoni mwa watu wanangojewa. Maana kama wewe ndio unangojewa, utaenda kwa time ile wewe unataka, ama hautakuwa na pressure mingi. Lakini kama wewe unangojea, lazima uwe na patience, maana hujui hawa watu wana travel kutoka wapi, hujui nini. Sasa pia kwa Mungu lazima uwe patient sana. Wacha kukompea maisha yako na mtu mwingine. Wacha kukimbishana na wanadamu wengine. Wewe si kama wao. Wewe haujaitwa kama wao. Wewe maisha yao na yako ni tofauti sana. Wewe ni mtu wa Mungu. Wewe ni mtoto wa Mungu. Wewe ni mtu Mungu anapenda sana. Na Mungu wako na mipango mizuri juu ya maisha yako. Sasa hizo mipango, unastahili unafanya ibada ukimngojea Bwana katika hizo mipango. Ndio patience ikapate kugrow ndani yako. Kuna faida gani kucompare your life na mtu mwingine? Just because mtu mwingine alibarikiwa mbele yako, haimaanishi zamu yako imeisha. Just because umeng'ang'ana na umeteseka na umepitia mambo magumu, haimaanishi Mungu hana haja na wewe. Mungu ana haja na wewe sana na anakupenda. Hiyo mipango yako itakuwa sawa. Hiyo maisha yako itafaulu. Be patient. Be patient with God. Learn sana. Na Mungu akusaidie kupitia Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akupe neema hiyo ya patience. Maana wamngojao Mungu, maandiko yanasema those who wait upon the Lord, wamngojao Mungu watapewa nguvu mpya. Waongojao Mungu ni kama tai. Watapewa nguvu mpya every day. Mungu ako na enough reserve for you ya baraka zako, ya neema yako, ya upako wako na nguvu za Mungu ndani yako. And you understand? So hiyo mpango na hiyo promise yenye Mungu alisema atafanya ndani ya maisha yako, trust you me, he will do it. You just need to be a little bit patient. And as you are patient, wakati uko katika patience season, learn more, omba zaidi, weka madhabahu yako moto zaidi. Sawa? Be alert in the spirit and be a good listener. Listen to the spiritual world. Mungu atakuongelesha na Mungu atatenda. So Mungu akupe patience na kuombea hiyo sana. Jambo la pili ambalo unastahili kuwa nalo wakati huu unamngojea Bwana, unastahili uwe mtu wa imani. Imani ni kuwa na uhakika wa mambo ambayo unatarajia lakini bado hujaipata maishani, hujaiona na macho, lakini unaamini ya kwamba mambo yatakuja kufanyika. Sasa mimi ninakuomba Bwana akusaidie sana, na nakuombea na nakuomba pia wewe, na kuomba ujitie nguvu ndani ya Bwana. Everybody that was victorious in the Bible, everybody ambaye ameshinda vita katika Biblia, everybody ambaye ameshinda vita kwa Biblia alikuwa mtu muombezi sana na mtu ambaye ako na imani kubwa. Kitabu cha Hebrews, Waibrania, kuanzia huko 11 inasema without faith you cannot please God. Bila imani huwezi mfurahisha Mungu. Naomba sana Mungu akutie nguvu. Najua kuna vitu vingi sana zimevunja imani yako. Najua kuna vitu zimekurudisha chini, kuna mapigo umepigwa na everything, but kuwa na imani. Amini Mungu sana. Things are going to happen in your life. Kuna siku haya mambo unapitia right now yatakuja kuwa history. Kuna siku ambaye haya mambo utakuwa unakaa mahali ku-encourage watu. Mimi ndio Mungu anifikishe hapa. Unafikiria nimepitia mambo ngapi? Unafikiria Mungu amenipitishia wapi ndio nifike where I am? Kuwa na imani ndani ya Bwana. Never give up. Keep your faith. And last but not least, katika imani katika kumngojea Mungu, kuwa focused. Usishikashike mambo mengi. Like unamwamini Mungu kwa sababu ya finances, bara uko pale unaomba juu ya marriage, mara uko pale, uko kila mahali, kila mhubiri anakuombea, kila nani anakuombea, anga yako itakuwa contaminated, itakuwa chafu. Amini Mungu anaweza kukusikia wewe, Mungu anaweza kukusikia. Upige magoti yako na Mungu atakusikia. Please, 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 please be focused. Focus na goal yako.
Usikubali kuchanganyikiwa na watu wasio na imani, maana the moment umeshika njia yako kwenda mbele, shetani huwa anakuletea vitu kama counterfeit, vitu zinakaa kama hiyo baraka yako, ili uzipokee, umiss baraka yako. Unaona, aliuliza Eve, huyo Mungu amesema msikule hii matunda ndio msikufe, ama alikuwa anawaficha ili msikue werevu? Yani analetewa kitu inakaa kama ukweli lakini si ukweli. That is dangerous. Na kuombea Mungu sana, Mungu asikubali hata kidogo hali na mali na mambo ya dunia ikurudishe nyuma. Na kuombea sana katika hii siku yetu ya 18 ya prayer and fasting, na kuombea Mungu sana ili Mungu akapate kukupea nguvu. Najua kumngojea Mungu si kazi rahisi. Najua kungojea miracle si kazi rahisi. I've been there. Na hata mpaka leo kuna vitu mimi huomba, saa nyingine Mungu ananiambia relax na ngojea. It's not easy. Maana saa nyingine unaingia prayer center ukingojea Mungu atashuka immediately. Bwana anasema ngojea. Kuna vitu unahitaji na Mungu anajua you don't need. Anajua mahitaji ya moyo wako. Katika kitabu cha Zaburi 24 anasema kuanzia mstari wa 3, anasema atakupatia mahitaji ya moyo wako. The desires, tamaa ya moyo wako atakupea. Mungu anajua kile unapitia right now. Anajua yale unapitia. Mungu anajua yale machungu unapitia. Anaona na ako tayari kuembarrass every enemy kwa kukubariki wewe. Si Mungu akuinue sana. Ukiwa na any prayer request ama jambo lolote ungependa tumwamini Mungu kwalo pamoja, nitafute kwa simu tuombeane. Mungu akubariki, Mungu akuinue. You are not alone. I'm praying with you.